Nimekuwa nikisikia watu wengi wakibeza kuhusiana na majina, kwamba mafundisho kuhusiana na jina la mtu kwamba hayana impact yoyote, kwamba hakuna kitu chochote katika jina. Sikiliza mpendwa, nimejaribu kutumia muda wa kutosha kufuatilia maana ya majina na matokeo ya majina kwa watu wenye majina hayo. Kwa mfano, kuna jina ambalo nimeona watu wanaitwa Shida. Kuna ambao mimi kwa macho yangu kabisa nimeona anaitwa Shida, na mwisho wa maisha ya huyo mtu alikuwa ni binti, na sio huyo tu, na wengine zaidi nimeona wanapatwa na madhara makubwa sana katika maisha yao. Wamekuwa ni watu wa kutabika, ni watu wa kuhangaika, wapige hatua katika maisha. Nimeona watu wanaitwa majina yao kina matatizo, na maisha yao yamekuwa ni kweli ya matatizo tu. Lakini vile vile kuna majina ambayo unaona kabisa ni jina zuri. Unakuta mtu anaitwa labda Christina, mtu anaitwa labda anaitwa Christopher, alafu ni jambazi. Kwa watu wamekuwa wakisema kwamba mbona kuna haya majina, unakuta mtu wa Christopher lakini ni jambazi, mtu anaitwa Anthony lakini vile vile mambo yake labda ni mazuri, mwingine ni mabaya. Sikiliza nikwambie mpendwa, mimi nilichochunguza na nikagundua, jina limebeba mafanikio ya mtu, jina limebeba unabii wa mtu. Jina sio kitu cha kubeza kabisa, kwa sababu nimekuta kuna watu ambao wanaitwa majina. Ukiona mtu anaitwa labda jina la Christopher kama nilivyokuambia Alexi, alafu eti ni jambazi nini, ni kwamba sikiliza, jina lolote ambalo mtu analo na yuko nje ya Kristo Yesu, lile jina halimsaidii. Jina lolote, narudia, ambalo mtu anaitwa, kama anaitwa Christina, anaitwa Elizabeth, anaitwa sijui Antonia, kama huyo mwenye jina hilo hajampokea Yesu, hilo jina linakuwa halina matokeo mazuri, kwa sababu shetani analigeuza kwa ajili ya faida yake. Lakini mtu ambaye ana jina lenye maana, jina lenye maana njema, na akawa ndani ya Kristo Yesu, hilo jina linampeleka mbali zaidi, linampeleka mbali zaidi. Ndio maana hata Mungu ukiangalia kwenye Biblia amekuwa interested sana na kutoa majina kwa watu ambao anawapa assignment. Angalia tu wakati malaika Gabriel anamtokea Mariamu, alitoa na jina kabisa kwamba atakayezaliwa utampa jina Emmanuel, na maana akapewa kabisa kwamba ikimaanisha ni Mungu pamoja nasi. Angalia Yakobo vile vile, alipokesha usiku kucha akipambana na malaika hatua ya mwisho anamuuliza jina lako nani, anamwambia Yakobo. Baada ya hapo anambadilishia jina, anampa jina jingine ambalo litaendana na yale mafanikio ambayo Mungu anataka kumfanikisha. Akamwambia kuanzia leo utaitwa Israeli, na mpaka leo tunaona impact ya Israeli. Alishindana na malaika kiasi kwamba malaika akabaki anashangaa. Hadi leo unaweza ukaona Israeli inapitia kitu kile ambacho kilikuwa ni maana katika lile jina la Israeli, ndicho ambacho anakiona kwamba atakaye kulani nitamlani, atakaye kubariki nitambariki. Sasa wewe angalia vile vile, ukiangalia kuna mtu ambaye mimi nimekutana anaitwa Mapambano, amepewa jina anaitwa Mapambano. Wakati wote amekuwa akipambania afya yake amekuwa anapambania. Nikasema ina maana kumbe ndani ya neno la Mungu kila kitu kinapatikana, ndani ya neno la Mungu. Ukiangalia hata kitabu cha Mithali kinasema sura 22 mstari wa kwanza kwamba heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, is better. Ni vyema kabisa ukachagua jina jema. Wazazi umepewa jukumu la kuchagua majina kwa watoto. Angalia jina unalompatia mtoto, maana jina utakalompa
limebeba unabii wa maisha yake, limebeba unabii wa mafanikio yake au kushindwa kwake. Kwa jina likiwa jema na akawa ndani ya Kristo Yesu, huyo mtu ninakwambia muangalie, atakwenda zaidi, atafanikiwa zaidi katika maisha ya kiroho na maisha ya kimwili. Atafanikiwa, hawezi kuishia kuwa mtu wa mateso. Kama ana jina lina maana njema na amemchagua Kristo Yesu. Ndio maana ili kuchagua jina jema kuliko mali nyingi na neema kuliko fedha na dhahabu. Ukichagua neema, umemchagua Kristo Yesu. Chagua na jina lililo jema, wape watoto majina yaliyo mema. Ndio maana unamuona vile vile hata ukimwangalia Abigaili katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura 25 na mstari wa 25. Samueli wa kwanza 25. Na ile ya kwanza nimekuambia ni Mithali sura 22 mstari wa kwanza, kwamba heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi na neema kuliko fedha na dhahabu. Wale waliomchagua Yesu Kristo, na kama wana majina mazuri, ninakuhakikishia wanapiga hatua zaidi. Halafu vile vile na Samueli wa kwanza sura 25 mstari wa 25, unaweza kuona kuna mtu ambaye alikuwa na jina lake liliendana na maana yake. Jina lake lilimaanisha upumbavu, na aliyokuwa akifanya yalikuwa ni ya kipumbavu vile vile. Kama jinsi jina lake lilivyo, ndivyo alivyokuwa akiishi kwa namna hiyo. Upumbavu ulionekana katika maisha yake. Yale aliyokuwa akiyafanya yalikuwa ni ya kipumbavu tu. So katika Samueli wa kwanza 25, Abigaili anamwambia Daudi, kwa sababu Daudi alikuwa amekasirika. Alifanya wema kwa mtu anaitwa Nabali, akafanya wema, lakini mwisho wa siku wakati ana shida, amewatuma vijana wake kwenda pale, akajibiwa mambo ya kipumbavu kabisa. Yule mtu kana kwamba hajawahi kumsaidia. Hasa ikabidi mwanamke ajaribu kusaidia, kwa sababu anajua kabisa maana ya jina la huyu mwanaume ni maana mbaya, ni mpumbavu, kwa hata anavyovifanya ni vya kipumbavu. Ndio maana akamwambia, na ukiangalia hiyo Samueli wa kwanza 25 anaongea, Abigaili anasema, nakusihi bwana wangu, wewe usimwangalie huyu mtu asiyefaa ambaye ni mume wake. Anasema usimwangalie huyu mtu asiyefaa, yaani Nabali, kwa maana kama lilivyo jina lake ndivyo alivyo yeye. Kwa maana kama lilivyo jina lake ndivyo alivyo yeye. Anasema jina lake ndilo Nabali, na upumbavu anao, lakini mimi mjakazi wako sikuwaona hao vijana wa bwana wangu aliyowatuma. Kwa jina lake Nabali lilikuwa na maana yake ni upumbavu. Kuna kila alichokuwa anafanya kilikuwa cha kipumbavu. Kwa hiyo jina limebeba unabii. Angalia watu wengi ambao wana majina mazuri halafu wako ndani ya Yesu Kristo. Ninakuhakikishia uangalie watu wanapiga hatua, wanakwenda mbali zaidi. Bwana Mungu ana mpango kwa watu wake. Kila anapomwita mtu lazima alikuwa anahakikisha anabadilisha hata jina. Anampa jina lililo jema. Hawezi kumpa jina la ajabu. Angalia hata kina Danieli wakati wanakwenda kule, wanakwenda kule kwenye nani hii, wanakwenda kwenye utumwa, wanakwenda kutumikia kwa Nebukadreza. Angalia wale watu ni watu ambao walikuwa wanabudu miungu. Kina Nebukadreza, ufalme mzima, walipoona wale vijana wale wa Kiebrania, wanasema watoto wa kiungwana na watu ambao walikuwa wenye elimu ya kutosha, alikuwa anataka watu ambao watafanya kazi naye kwenye ufalme. Ilibidi wabadilishe majina. Kwa nini anakimbilia kuwabadilisha majina? Majina yana impact. Kina Danieli, Meshaki, Shadraka na Abednego, sura ya kwanza ukisoma pale utaona alikimbilia kubadilisha majina. Majina yana impact. Na muomba Mungu akusaidie katika kutoa majina, na hilo jina lako Mungu aingilie katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.